Sasa nimeshangazwa na hii lugha kwamba eti wasanii wanaomba radhi. Kwa nani? Wamekosea nini? Kosa lao ni lipi? Huyu anayemuomba radhi ni nani? Lazima tumtafute huyu anayeomba radhi ni nani na amekosewa nini. Mimi na wenzangu ambao tulizunguka nchi nzima kumnadi mgombea wa Chama cha Mapinduzi, huo ndio ulikuwa upande wetu. Na niwaambie Watanzania, asiwepo mtu anayewadanganya kwamba kuna mtu anaomba radhi. Hakuna mtu anayeomba radhi. Hatutaomba radhi. Hatuna sababu ya kuomba radhi, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria za nchi yetu tulikuwa sahihi kuwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Kuna mtu anasema eti hawatanunua filamu wala hawataenda kwenye show. Msisahau kwamba huyu ambaye hatanunua filamu na hatakwenda kwenye show, yeye labda ni fundi seremala, yeye labda yeye ni fundi seremala, na mimi sintanunua sturi. Yeye labda ni mamalishe, mimi sintaenda kula kwenye mgawa wake. Tunachohitaji ni umoja wa kitaifa. Kwa hiyo nitaka hili jambo liwe wazi. Sisi kama wasanii wa Tanzania, weidha utakuja kwenye show, weidha utanunua filamu ama hautanunua, hatuko tayari kuomba radhi kwa mtu yeyote. Kwa nini? Kwa sababu hatujakosea kumsupport Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwenye kipindi cha miaka 4 amejenga shule nyingi kuliko wakati wote kwenye nchi yetu. Hilo ni kosa. Mnapotaka haki zenu, vipi kuhusu haki za watu wengine? Hivi kuna mtu alifikiria haki ya Shilole wakati anaenda kuvunja mgawa wake? Tena walikula na ubwabwa, maskini ya Mungu. Kuna mtu hakufikiria kwamba ile ilikuwa ni haki ya Shilole? Hivi kuna mtu alifikiria kwamba lile duka la Bilnas ni haki yake na familia yake? Wewe unataka haki gani wakati wewe unanyima haki za watu wengine, unapoka haki za watu wengine? Yes, kuna mtu amesema hakuna amani bila haki, na hakuna hiyo haki bila wajibu. Nchi yetu ina sheria zake, ina katiba yake, na kwenye katiba ya nchi yetu ni haki ya kila mmoja kuwa upande wowote wa chama cha siasa anachokiona kinafaa. Kwa hiyo wengine wanasema tulimtuma kaka yetu Majizo aombe